Kumbe ni wewe ambaye tulikuwa tunachati Instagram. Baada ya kuchati muda mrefu, nilikwambia mimi nitakuja. Si ndio hivi leo nimekuja. Nimekuja nikuone. Nilikwambia nipe location unapokaa. Umenipa na nimetimiza ahadi. Nimekuja. Sawa, haina shida. Karibu sana, hapa ndio nyumbani kwetu. Afu mbona umekuja na boda boda na ulisema unalo gari? Nimeamua kuja na boda boda kwa sababu gari langu lilipata ajali. Gari langu lilipata ajali karibika. Ndio maana sijafanikiwa kuja nalo. Ikanibidi tu nije na boda. Sawa sawa, kwa hiyo sasa hivi gari unalo au huna? Sasa hivi gari sina, ndio maana nimekuja na boda. Yaani tunavyoongea hivi gari sina kabisa. Kama gari huna, siwezi kuwa na wewe. Nilikuwa najua kama gari unalo, basi hata hela utakuwa nazo, ila sasa hivi hata hela utakuwa huna pia. Hela nazo mimi, yaani kuhusu swala hela zipo. Maana gari langu lilivyoharibika, nikaenda kuliuza nikapata milioni 100. Gari kwa hiyo sina, ila hela nazo. Milioni 100 ulipata? Basi mimi ni wako tayari. Lakini sasa kuna hizo milioni 100 nilizipoteza. Yaani nilivyozipoteza nilienda kubetia, wakazila zote. Kama ulizipoteza hizo hela, siwezi kuwa na wewe, nina mtu wangu tayari. Una mtu wako? Haina shida, usijali kabisa. Huyo mtu wako mimi nitamtafutia mtu mwingine na sisi wawili tutakuwa pamoja. Kwa hiyo usiwaze kuhusu huyo mtu wako. Nitamtafutia tu mtu mwingine. Mtu wake? Ili afanye nini na mimi nipo? Wewe si umesema una mtu wako? Na ndio maana nikakwambia huyo mtu wako nimtafutie mtu wake ili sisi tubaki wawili. Hapana, we huna hela, mimi siwezi kuwa na wewe. Hapana pia, hela zipo. Maana nilivyobeti nikapoteza zile milioni 100, nilikuwa nimebakiwa na milioni 1. Ambayo hiyo ilikuwa kama faida kwenye kazi zangu nilizokuwa nafanya. Nikarudia tena kubeti ile milioni 1, nikapata milioni 150. Hata mimi pia mtu wangu alipata ajali ya gari. Tunaweza kuwa wote sasa hivi. Lakini sasa kwa hiyo milioni 150 walitokea majambazi wakaniteka wakaziiba. Nachoshukuru Mungu hakunifanya chochote. Lakini hela ndo sina. Hapa tukubaliane tu, uwe na mimi, hela nitazipata. Baba, karibu sana nyumbani. Alafu mbona leo umewahi kurudi? Na huyu hapa ndio yule mwanaume niliyekuambia ana gari anataka kunioa mimi. Bwana, unaniuliza nimewahi kurudi na ni kwangu? Huyu jamaa unayesema ana gari huyu jamaa ni mpangaji wangu. Ile nyumba ya kule chini. Kajaripa kodi ni msumbufu, akanaga hera kaka jamaa. Kwanza nakatafuta kariko kana nikimbia. Akajaripa kodi miezi 3 tayari. Baba mwenye nyumba, habari baba. Nakuona ukifa uozi, yani wewe ni tajiri. Ukifa uozi kabisa. Ukioza unuki na ukinuka tunakunusa, una baya tajiri. Bwana, unansifia nini bwana? Nipe rangu ya kodi. Kwanza niko na kutafuta. Nimekuachia nyumba yangu kule hujaripa kodi mwezi wa 3. Unaichezea nyumba yangu. Hujarizika hata uje umchezee na binti yangu jamaa. Hapana baba mwenye nyumba, nipo na binti yako hapa namfundisha vizuri kuhusu maisha. Namfundisha vitu vingi ujue. Vitu gani jamaa? Tapere wewe. Yaani wewe mpangaji wangu, gari umenunua wapi? Una gari wewe? Wewe si ulikuja kupanga hapa? Wewe. Kweli nilikuja kupanga kwako. Sasa usiniharibie kwa mwanao hapa. Si unajua tena? Si unaelewa? Bwana, hebu mwambie ukweli binti yangu, vile ulivyohamia pale. Hebu acha ujinga ujue. Mwambie hapo. La sivyo na kuitia polisi unakamata. Ujaribu kodi yangu ujue. Kama kuna masuala ya polisi, basi mimi nitasema ukweli. Ngoja nimwambie binti yako ili ajue mimi ni nani. Namwambia kila kitu hadi siku nilivyohamia na usafiri nilotumia. Umesikia bibie? Bwana, mimi sio tajiri, sina gari lolote. Hizo milioni 100, milioni 150 achana nazo. Mimi ni dalali tu. Na siku ninavyohamia nilipakia vitu vyangu vyote kwenye boda
na tukamkuta mtu njiani tukampa lift. Sina vitu vingi mimi, hela sina.